you Father, we love you Holy Spirit of God. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza uweza na neema yako, tunatangaza ukuu na nguvu zako, tunatangaza rehema na fadhili zako. Nani wa kufananishwa na wewe? Nani wa kulinganishwa na wewe? Nani wa kufananishwa na wewe? Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu muweza, katika jina la Yesu. Leo tumekuona ukituongoza na ukitusaidia. Tumekuona Bwana kwa maisha yetu, ukituongoza Mfalme, ukitutetea dadii. Oh God and our Father, you are so faithful Lord. Gai wewe uliyekuu, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwaminifu. Nani wa kulinganishwa na wewe? Nani wa kufananishwa na wewe? Oh shakabaganga lebadabaradia lekayadadadababusika leketeri babusia gai wa matwini kwa nomea wengi makeetania nawe. Kumetokea watu wengi wamejifananisha na wewe, kumetokea watu wengi wamejilinganisha na wewe, lakini Mfalme wameondoka. Nani kama wewe Bwana? Wengi wamejipea majina makubwa, wengi Bwana wamejitukuza, lakini Mfalme wameondoka. Wewe ni Mungu wa ajabu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu aliye na uwezo kama wako, hakuna Mungu aliye na nguvu kama zako. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Jehova, tunakuabudu Roho Bwana. Shadabagandari babusia uleke paruda babusitayana yeterebere busia tabaganda bawa matinere twanyia ili Bwana winuliwe. Ukore na wafana tuko kwa ibada ya leo, kukuinua na kukuabudu. Tuko kwa ibada ya leo kulitukuza jina lako. Tuko kwa ibada ya leo kutangaza rehema zako. Tuko kwa ibada ya leo kutangaza fadhili zako. Tuko kwa ibada ya leo kutangaza ukuu wako. Tuko kwa ibada ya leo kutangaza rehema zako, katika jina la Yesu. Wa maisha yetu Bwana, we are here to declare your glory Lord. Tuko hapa kukiri wema wako, tuko hapa kukiri nguvu zako, tuko hapa kukiri fadhili zako, katika jina la Yesu. Nainde tuagotea, nainde tuakwabarania. Wewe kai munene, wewe kai orohinda, wewe kai kehoti, nukehananio nawe, nukehananio nawe Baba, nukehananio nawe Mudhamaki. Kwa maisha yetu Jehova, you are faithful Lord in our lives oh God. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu. Tumekuona Jehova, dawa matune nekiugehananio nakio, wewe matune kuonyesha ukuu wako. Ni nini kinaweza kufananishwa na wewe? Ni nini kinaweza linganishwa na wewe? Kuonyesha ukuu wako na vile Bwana wewe ni mkuu. Oh God, you are almighty. Oh Lord, you are almighty. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Miungu mingine haina nguvu, miungu mingine haina uweza oh God ya kufanya kazi vile ambavyo unafanya. Miungu mingine bado inakutumainia, miungu mingine bado inakuogopa, miungu mingine bado inakutarajia. Shakabaganda, maandiko inasema kwamba miungu ya hapa duniani ina mikono lakini haiwezi fanya jambo lolote, ina masikio lakini haiwezi sikia lolote, ina macho lakini haiwezi ona chochote. Lakini wewe Bwana ni wa ajabu. Tangia mwanzo Mfalme, umekuwa Mungu mwema, umekuwa mwaminifu kwetu, umekuwa Mungu wa ajabu, umekuwa Mungu mkuu Baba, katika jina la Yesu. Ndiposa tunakuinua, ndiposa tunakuabudu, ndiposa tunakuhimidi, katika jina la Yesu. Tunatangaza wema wako, tunatangaza matendo yako, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza rehema zako, katika jina la Yesu. Ikiwa tarehe 18 mwezi huu wa 5, Baba tunakuinua, Baba
Baba, tunakutukuza, tunatangaza wema wako, tunatangaza nguvu zako katika jina la Yesu. Maana wewe ni mwaminifu, maana wewe ni muweza Bwana, katika jina la Yesu. Lord, we declare your glory. Lord, we declare your mighty. Tunakiri uweza wako, tunakiri nguvu zako, tunakiri rehema zako, tunakiri fadhili zako katika jina la Yesu. Lord, we declare you are wonderful. Lord, we declare you are merciful, Lord, katika jina la Yesu. Inde tuonete moyo wekaza iliyote makwe hoka iliyote makwe regera netukuonete gairito. Oh God and our Father, we have testified of your goodness. We have tested your goodness, Lord. We have tested of your faithfulness katika jina la Yesu. Na kwa maisha yetu tumewahi shuhudia yale ambayo huwa unafanya, yale ambayo huwa unatenda wakati watu wamekutegemea, wakati watu wamekutarajia, wakati watu wamekata kauli ya kutembea na wewe Bwana. Tumeona yale ambayo unafanya, tumeshuhudia Bwana ukiinua mfalme, tumeshuhudia Bwana ukitenda mema, hata kushusha Bwana. Tumeona ukishusha walio na viburi kwa maisha Bwana. Tumeona wengi wakiwa wameinuka, lakini Bwana wakishuka kwa sababu ya kiburi. Si Bwana wewe ndiye unayesema ya kwamba mfalme, tunyenyekee kwa mkono wako ulio hodari Bwana. Niposa tunakuinua asubuhi ya leo, tunakuabudu Jehova, tunatangaza wema wako, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza rehema zako katika jina la Yesu. Tunakiri wema wako, tunakiri nguvu zako katika jina la Yesu. Lord, we glorify your name. Rekabadabaradio reketeke payana yagadadaga bosaya rabragadia bahanda reketeriba bosia. Asubuhi ya leo Bwana, tunatangaza wema wako, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza ukuu wako, tunatangaza ushindi wako katika jina la Yesu. Rebaradia bahanda reketeriba bahanda. Baba, tumekuonja, tumeona wema wako, tumeona nguvu zako, tumeona ukuu wako, tumeona ushindi wako, tumeona uwezo wako ukitawala Bwana. Daima yapokea yale ambayo umetutendea, ilitosha ya kwamba Bwana wewe unaweza. Ni ushuhuda tosha ya kwamba Bwana you are not limited. Oh God and my Father, you are not limited. Oh God and our Father, hatuwezi sema tunaweza kwa sababu tumefanya machache, lakini Bwana wewe ni Mungu mkuu, kwa sababu bado wewe ni Mungu. Oh shakabaganda rekabaganda rimaberia. Mungu ukiweza niachilia, ninaweza nielekea wapi? Oh God and my Father, ukituachilia utaenda wapi Bwana? Na vile watu hawawezi kama siku muda mrefu, kuna marafiki tulianzia na wao, lakini Bwana walituachilia. Oh shadabababeria, wale tuliyezaliwa na wao, wengine hatuwajui, wengine baada ya kukaa, wengine tukajuana. Leo hii wametuachilia, leo hii walituondokea, lakini bado wewe umetushikilia. Maana wewe sio wabi wawawake kama viwango na wewe anangali viwango vya dunia Bwana. Unatazama Bwana, yeyote anayekutumainia, yeyote anayekufuata kwa moyo ulio safi, wewe unafuata, wewe unaishi, wewe unatembea, na yeyote anayekutegemea. Ndiposa wewe ni baba yetu, wewe ni muweza. Kuna watoto walitupwa, wengine wazazi waliwaacha, wengine familia iliwaachilia, wengine watu wao waliwaondokea, lakini umekuwa mwaminifu, umekuwa Mungu mwema, umekuwa Mungu muweza. Tunatangaza wema wako. Iyakatakayana, iyakazeketea, iyeketeke payanda, rababababorio, rabradadagadia, rakamazekayana, iyeketeke payana, iyagadadadadada, iyegedegezika paya, rabayanda dadabo,
Rabozeka, Yakataka Yadosa, Asori Maria Nababoria. This morning, Lord, we are here to command our week. Nikazoke Payada, Mayakosia Begada, through your power, Lord, we are here, Mayaboka Yadiaka, Repa Bakayabosoka, Arosie Katayaba, Yeketeke Payada, Yeketeke Segedia, Ragada Gada Gada, Yakayadaka, Yakayakazeka, Yekezeketea, Rakamayanda Dabosa, Yanda Dadadia, Yeketeke Zakaya, Yakatakayada. Uko hapa Bwana, Rabragadia Baboria, Maana we depend on you, Lord. We are not independent, Lord. We are dependent on God. You are Raposa Kadia, you are Rabayakita, you are our strength, you are Reporia Kayanda, you are all powerful, Lord. Rapapayada, Gaimito, we recognize ya kwamba hatuwezi usipotusaidia, hatuwezi Bwana usipotushika mkono. Katakayada, tushakayado sakaya. Tuko hapa Bwana ili tuweze kuamuru wiki yetu kupitia neema yetu, maana yako Bwana, kupitia nguvu zako. We are here to command the week through your strength, through your might, in the name of Jesus. As the Bible says that you teach in my hand to war, my Father. Unafundisha mikono yangu jinsi ya kupigana vita. We are here, Lord, in class to kufundisha jinsi ya kupigana vita ambayo huinuka. As the Bible says in the book of Matthew, ya kwamba since the time of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence and the violent taken by force. Oh God, my Father, usipotushikilia. In the book of John chapter 15, maandiko inasema ya kwamba kama vile tawi haliwezi peke yake, Bwana hatuwezi pia bila wewe. Niposa tuko hapa siku ya leo, maana wewe ndiye tegemeo letu, maisha yetu ya kutegemea, mambo yetu yote tunakutegemea. You are the owner and the finisher of our lives. Kumbe Mungu wewe wajua, ukinajua mwisho wa mwanadamu, ukiwa umeshika mwanzo. Niposa tuko hapa because we don't know, Lord, what the future holds. Lakini Mfalme, in your hands, mwisho wetu ni mzuri, na mwisho wetu utakuwa bora. Utakuwa na mwisho ulio bora, utakuwa na mwisho ulio mzuri. Harakadia, niposa Bwana tunakutegemea. The Bible says in Psalms 24 and verse 1, the world and everything that is in Ekayadabagana belongs to thee, O God. Dunia na vyote vilivyomo ni mali yako. Hapa hatuwezi ishi, hatuwezi tembelea hii dunia usipotusaidia, usipotembea nasi, usipotushikilia, usipotushika mkono. Bwana, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji uweza wako. Kayakabazila, tunahitaji rehema zako, tunahitaji fadhili zako, tuweze kuishi maisha haya, tuweze kutembea, tuweze kuishi vizuri. Tunakutegemea Bwana, tunakutegemea Jehova, tunakutegemea Baba, tunakutegemea Roho Bwana, katika jina la Yesu. Oh God, my Father, Rama tulio hapa wanatukikuita. Oh God, my Father, tuko hapa kwa sababu tunakupenda, hatuko hapa kupata jina. Oh God, my Father, wengi walio na majina mazuri Bwana waliondoka, lakini Bwana sisi tuko hapa kukuinua, tuko hapa kukutukuza, tuko hapa kukuabudu, kutangaza rehema zako, kutangaza nguvu zako, kutangaza uweza wako, kutangaza neema yako. Tuko hapa siku ya leo kutangaza nguvu na neema yako.
shakayada dada baganda, katika jina la Yesu tuko hapa Bwana, utusaidie Bwana kupigana vita. Oh God and my Father, in the book of Ephesians chapter 3 and verse 20, the Bible says, thou unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think, according to the power that worketh in us. Oh God and my Father, tuko hapa Bwana, uweze kutusaidia, uweze kutuongoza, uweze kutuelekeza, uweze kutembea nasi, uweze kutuongoza yale ambayo tunaamini Bwana unaweza fanya zaidi yale ambayo tunafikiria. As the Bible says, as a man thinketh, so he is. In the book of Proverbs, that as a man thinketh, so he is. Wanadamu wanavyowaza ndivyo alivyo Bwana, na pia maandiko inasema ya kwamba unaweza fanya zaidi ya vile ambavyo tunavyowaza. Bwana, tuko hapa because you are the creator, you are our creator, you are our creator. Wewe Bwana ndiye uliyetuumba. Oh God and my Father, ulipokuwa unaumba mwanadamu ulimuumba kwa kusudi lako, ulimuumba atimize mapenzi yako Jehova. We are here Lord to align ourselves, we are here Lord to align ourselves with your power, with your will. Mapenzi yako juu ya maisha yetu ikatimie. We are here Lord to align our lives na mapenzi yako with your will. Kile giatumire Ngai utuige moyo, ilichofanya Bwana utuweke hai Bwana, tuko hapa tuweze kujiunganisha na makusudi yako ikatimie kwa maisha yetu. Makusudi yako ikatimie Baba in our lives. Hata yakayadaga iyegedegeda zota iyeketeke payanda iyakadadadada. Let thy will be done as it is in heaven. Oh God and my Father, let your will be done here on earth as it is in heaven. My God and my Father, kuna vile mbingu ilipanga kwa ajili ya huyu mpendo aliye kwa ibada siku ya leo Jehova. Let your will be done as it is in heaven. Mapenzi yako Bwana ya mbingu yakatimie juu ya huyu mpendwa. Mapenzi yako Baba yakatimie kwa maisha ya huyu mpendwa. Mapenzi ya mbingu ikatimie Bwana, makusudi ya mbingu ikatimie Baba. Raka Baba babora iendere baganda iyeketa ya bosa iyariba baboria nahanda iyereta ya dosa iyeketeke dada iyegedegede zina iyeketeketa ya dada iyarabo siada bahanda. Let your will be done, let your will be done, let your will be done, let your will be done. Mapenzi yako yakatimie. Wadua kurohiga katika jina la Yesu. Mapenzi yako yakatimie kwa maisha yetu. Tunaharibu every demonic agenda, every evil agenda kwa familia zetu, ila mipango ya adui walioketi kupanga juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, tunaharibu leo. Tunatangaza Jehova, agenda ya bingu ikatimie, ikatimie. Agenda ya bingu ikatimie, ikatimie katika jina la Yesu.
Father, katika jina la Yesu. Lord, we glorify you. Baba tunakuinua, Baba tunakutukuza katika jina la Yesu. Tangaza nguvu na neema ya Bwana, tangaza nguvu za Bwana, tangaza nguvu za Bwana, tangaza wiki hii the grace of God, neema ya Bwana ambayo ni God's enablement gayaroko hotidia. Wiki hii Bwana Mungu akakuwezeshe kufanya yale ambayo hayawezekani. The Bible says in the book of Luke chapter 1 and verse 37, for with God nothing shall be impossible. In Luke 18 verse 27, the Bible says, and Jesus said unto them, but what things are impossible with men are possible with God. Yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Mpendwa wa Mungu, kwa nguvu zetu tutalemewa, kwa nguvu zetu tutashindwa. Tukimtegemea Bwana, tukijiunganisha na Bwana, tukijiunganisha na uwezo wa Bwana, rakabaganda, inawezekana. The Bible says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things, I can do all things through Christ which strengthens me, ambaye hunisaidia. Ninaweza fanya yote kupitia Mungu anitia nguvu. Kunaye Mungu ambaye huwezesha watu, kunaye Mungu ambaye hutia watu nguvu ya kufanya mambo, kunaye Mungu ambaye hutia watu nguvu ya kutenda mambo ya ajabu, kunaye Mungu ambaye hututia nguvu. Ninaomba mtangaza wiki hii ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu atakuwezesha kuyafanya katika biashara. Utafanya biashara kwa neema mpya, kwa uweza mpya, kwa nguvu mpya, kwa uweza wa Mungu mpya katika jina la Yesu. Our God will enable us to do greater. Our God will enable us to do all things. Mungu wetu atatusaidia kufanya yote. Shakadaganda, kuna mambo katika maisha ambayo ni Mungu tu anaweza kutusaidia. Sio kwamba ni bidii. Wengine wana bidii, wengine wanafanya kazi ngumu, lakini malipo ni haba. Mungu tu ndiye anahitaji kutuneemesha. Uwe na neema ya Bwana kwa hiyo kazi, ufanye hiyo kazi kwa neema mpya, kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu. Mungu akatusaidie, Mungu akakuwezeshe kufanya hiyo kazi kwa neema yake. Mungu akakusaidie kufanya hiyo kazi kwa nguvu na uweza wake katika jina la Yesu. Shatabaganda, inua Bwana, ambia Bwana, maana yeye ndiye anayeniwezesha kufanya Mungu, kufanya makubwa. Mungu ndiye unisaidia, Mungu ndiye anitia nguvu kufanya yote. Mungu ndiye anayetutia nguvu. Hakoziada baganda, Mungu ndiye anayetutia nguvu. Weka malea tuage, maana lemonde gweka. Mungu tu ndiye huwa anatutia nguvu kufanya yale wengine wamelemewa katika maisha. Tunatangaza kwa jina la Yesu, wiki hii tunainuka viwango. Wiki hii Bwana tunainuka viwango, tunainuka viwango katika jina la Yesu. Ninatangaza kuinuka viwango kibiashara, kuinuka viwango katika maisha. Wiki hii tunatangaza uweza, tunatangaza neema, tunatangaza nguvu, tunatangaza rehema, tunatangaza ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Tuachilia ushindi wa Bwana, tuachilia nguvu za Bwana, tuachilia ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Neema pia. May God usher you in new dimensions, new dimension in your business, new dimensions katika biashara, new dimensions katika maisha, new dimensions katika jina la Yesu. Tangaza hautafanya kazi kwa kawaida. Kayadaganda, kuna kuwa na mabadiliko, kutaonekana mabadiliko katika jina la katika jina la Yesu. Kutapatikana mabadiliko in the name of Jesus. Kutapatikana mabadiliko, kutapatikana mabadiliko, kutapatikana mabadiliko katika maisha yako. Kutakuwa na mabadiliko, hakutakuwa na ukawaida katika jina la Yesu. Hakutakuwa na ukawaida in the name of Jesus. Kutakuwa na mabadiliko. Rekabada baradia lekepayada bababosaya katika jina la Yesu. Tutangaza neema mpya,
natangaza dimensions, new dimensions in the name of Jesus, new dimensions in the name of Jesus. Mungu akatusaidie, Mungu akakutie nguvu, Mungu akakuwezeshe kufanya mambo, na achilia neema sasa ya kufanya mambo mapya, ya kufanya mambo mapya katika jina la Yesu, ya kufanya hiyo kazi in new dimensions. Umefanya kwa kawaida kwa muda mrefu, lakini mna pia mshahara unakuwa wa kawaida sasa. Na kwa roza gadia natangaza uwezo wa Mungu, natangaza nguvu za Bwana, natangaza ushindi wa Bwana, naachilia neema ya Bwana, naachilia ukuu wa Bwana, naachilia nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Tukaingie kwa viwango mpya, 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 tukaingie kwa viwango mpya katika jina la Yesu. New dimensions, new dimensions, new dimensions in the name of Jesus. Ayashayo in the nikayadagaria in new dimensions. Wiki hii haitakuwa ya kawaida, haitakuwa ya kawaida. Neema ya Bwana yatosha. The grace of God is sufficient. Ikayadosa dia ikatawale kwa maisha yako. Neema ya Bwana ikakuongoze katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikakusaidie, ikakuongoze, ikakutetee katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikakusaidie, ikakuongoze katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikakutawale. Rakadadadadia rekamaganda ribabozaya rabragadesataya katika jina la Yesu. Naachilia neema ya Bwana, naachilia nguvu za Bwana. Rekabaganda riba, rekabaganda rima. Usikubali kunyamaza, anza kuingia viwango mpya, anza kutawala viwango mpya, anza kutawala viwango mpya, anza kutawala viwango mpya. Rekabaganda katika jina la Yesu. Familia yako ikaingie kwa viwango mpya in the name of Jesus. Ekabadabaradia lekabaganda raba yakataka yadagadia rakapaya kazeka yeketeketa yadadadoza in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ninatangaza kila ungumu ambao hukuzuilia ukakauke, kila ungumu ambao hukuzuilia ukakauke. Every barrier ambayo inasimama mbele ya jamii yako ninaiangusha leo, ninaiharibu leo. Every barrier in your family, every barrier in your business, katika jina la Yesu ninaiangusha, ninanene ikakauke, 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 ikakauke. Kazokataya gadia katika jina la Yesu. Ninakuingiza sasa kwa nguvu mpya ambayo Mungu wezesha watu, ambayo inasemekana ni mkono wa Mungu uliokubeba, ambayo tu ni Mungu anaweza kusaidia katika biashara. Mungu akupe nguvu mpya, Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Ikayadaganda, Mungu akupe neema ili Isaya 60 mstari wa 11 ukatimie, ya kwamba malango yako yatabaki yamefunga milele, yatabaki yamefunguka milele. That thy doors shall remain open continually, that the kings of the Gentile waweze kuleta utajiri, waweze kufuatana kwa roza gadia. Tunatangaza leo katika biashara zetu, malango yakafunguke, malango yakafunguke, malango yakafunguke, malango yakafunguke. Yaliyofungika tunayaamuru sasa kwa hiyo biashara, malango yakafunguke katika jina la Yesu. Kwa hiyo familia, malango yakafunguke. Shakatagadia, malango yakafunguke, malango yakafunguke, malango yakafunguke in the name of Jesus. Malango yafunguke, kila malango yaliyofungika ninayaamuru kwa jina la Yesu, kwa nguvu na uwezo wa Bwana, ikafunguke, 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 ikafunguke. Rekabaganda likabababozeka yeketeketadadia rikabaganda rababoria. Malango yote yaliyofungwa, every door that shata, tunatangaza ukafunguke. Mulago wote waigekile netwautagadhira leo
uanze kufunguka, uanze kufunguka, uanze kufunguka katika jina la Yesu. Ninatangazia anga yako ianze kufunguka. Kila ngumu ulioingia, kila ngumu ulioingia, ni kila ngumu unaotawala, ninatangaza kwa jina la Yesu, huo mlango ukafunguke, hiyo anga ikafunguke, hiyo wingu likafunguke katika jina la Yesu. Natangaza kwa igokero uanze kufungukiwa katika jina la Yesu. I declare in your spiritual realm, every door, every window, every cloud, ebakaya gadaya rakabaganda ebayando rimazeka, kila wingu lililokamatwa lianze kuachiliwa, lianze kufunguliwa katika jina la Yesu. Ninatangaza kufunguka kwa kila wingu katika maisha yako likafunguke wiki hii. Naachilia neema, naachilia neema, naachilia neema katika jina la Yesu. I anoint your hands, I anoint your feet, I anoint your mind in the name of Jesus. I anoint your mind for new ideas, I anoint your mind ekatakayada, mawazo mapya and new ideas. I anoint your hands kushaka yakazeka, ya kwamba kazi yako haitakuwa ya kawaida yakadagadia. Natangazia miguu yako ikamiriki, miguu yako ikamiriki, roho kaparadia. Hata katika biashara natangaza roho akumiriki, roho akumiriki hiyo biashara katayagadia. Katika hilo eneo wote wanaojinua ninaangusha Bwana rakabaganda, ninaangusha kila nguvu, ninaangusha kila weza, ninaangusha kila mamlaka katika jina la Yesu. Naachilia neema mpya, naachilia nguvu mpya, naachilia uweza mpya, naachilia mwondoko mpya katika jina la Yesu. Naachilia nguvu mpya, naachilia uweza mpya rakatakayada yeketegedidada yagadiba zekataya rakatakataya rabarada baba ramakazaketa yeketekepozigataya rabababababa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Naachilia neema mpya, naachilia nguvu mpya, naachilia uweza mpya wa Bwana katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Naachilia nguvu mpya, naachilia neema mpya, naachilia ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Naachilia ushindi wa Bwana in the name of Jesus. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana ikatawale, neema ya Bwana ikatawale, neema ya Bwana ikatawale, neema ya Bwana ikatawale in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange,
unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, nao wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange. Amen. Father, in the name of Jesus, tunakuabudu Bwana kwa neema yako. Tutatangaza Bwana divine acceleration in our lives, in the name of Jesus Christ. Tutatangaza neema mpya, tutatangaza nguvu, tutatangaza ushindi wako Bwana. Hatuwezi bila wewe. Hatuko hapa Bwana kwa sababu ni mazoea. Hatuko hapa Bwana kwa sababu hatungekuwa na la kufanya. But Lord, we are here to worship you. We are here to declare that Lord, you are faithful. We are here, Lord, to glorify your name. We have tasted of your goodness. We can testify, Lord, of your goodness. We can testify of your faithfulness, Lord. Bwana uinuliwe, Bwana utukuke. Kwa jina la Yesu mfalme tunaomba na hata tunaamini. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ningependa uinue mkono wako useme, I declare that every delay is turning into divine acceleration. My season of stagnation. Rudia vizuri, sema, my season of stagnation is over. Sema, and I am walking into open doors. Declare vizuri kana kwamba unamaanisha. Sema, I decree that every delay in my life, in my business, in my family is turning into divine acceleration. My season of stagnation is over. My season of stagnation is over. I am walking into open doors. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha nyote kwa ibada. Amen. Haleluya. Salimia mwenzako na umkaribishe kwa ibada. Make sure umesalimia mtu na mwambie karibu sana kwa ibada. Mwambie wewe ni wa maana. Haleluya. Ningependa kuleta neno la Bwana vile ambavyo Mungu atanisaidia. Tumeweza kumalizia kipindi. I think this is our third Monday. Today is our fourth Monday ya kucommand the week. Na katika wiki tatu ambazo zimepita nimekuwa nikinena ya kwamba God will remember you, ya kwamba Mungu hajakusahau, Mungu amekumbuka. Haleluya. Na siku ya leo kwa neema ya Mungu nataka kunena kuhusu God is working behind the scenes. Ambia mwenzako God is working. Mwambie vizuri, God is working behind the scenes. Katika maisha ambayo tunaishi, sometimes tunajipata katika hali ambayo unaona kana kwamba Mungu hafanyi kazi. Na mimi ninapofundisha huwa naambia watu ya kwamba hata katika silence, wakati unaona kana kwamba Mungu amenyamaza, please jifundishe kusikiza vile ambavyo Mungu anasema. Hata wakati Mungu amenyamaza. There are times katika maisha unajaribu kufikiria, unaona Mungu mbingu imenyamaza. Unaita Mungu hasikii. Hata one time unauliza, wakati mmoja unauliza Mungu, Mungu ulienda wapi? Yesu siku moja wakati
alikuwa anasulubishwa pale msalabani, maandiko inasema alimuita Baba, akamuita my father, my father, why have you forsaken me? Mbona umeniacha? But kumbe Mungu anakuwa anafanya wakati unaona kana kwamba mambo ya Mungu amekuacha. God is working behind the scenes. Katika kila original video ambao unaona, kuna vituko nyingi sana zimepitia. Our designer hapa anaweza tuambia, kabla nguo iwe smart, ile tabia ameipitia. Kukatakata na kuharibu material. Sometimes hata kipisi kingine unauliza hata hii itakuwa nguo. Kumbe kuna behind the scene. Behind the scene haiwezi kuwa tamu, but God is working behind hiyo maisha yako. God is working. Hata kama utaona kana kwamba Mungu amekuza, Mungu hajakusahau. God is working behind the scene. Hallelujah. Gaida gotiganeirie ni araruta wera thutha. Hau taroneka Ngai ni araruta wera. God is working behind the scenes. There are times katika maisha maodo malitohaga, watu wanakucheka, watu wanapiga makofi, wanakufurahia. The painful story is behind the scene. Wakati watu hawaoni behind the scene, kumbe Mungu hata hiyo kukatakatwa, Mungu anakubali tukatakatwe ili tutokee kitu kizuri. Ninatangaza hiyo hali unapitia, Mungu aibadilishe iwe hali nzuri, iwe kitu ya kufurahiwa, iwe kitu ya kukua celebrated in life, in the name of Jesus. Wakati unaona watu hawataki maneno yako, Mungu anabadilisha inakuwa mahali pa kufurahiwa. Sisi zote tukinaonanga mavazi smart na uko smart, but behind the scene haikuwa smart. Uliza hiyo nguo, mimi mkinivani niko smart, lakini behind the scene haikuwa smart. Ukiendea material tunapatanga mafundi wote wako kwa duka, wanataka nikatie hiyo material. Mita ngapi? Mita 2, mita 3, mita 4, mita 1.5, nikatie nusu. Material inakatwa, but that is not the end. Inachukuliwa, inapelekwa mahali pengine. Sasa huyu ndiye anaionyesha kazi. Sasa huyo mwenye anatengeneza kile kitafurahiwa na watu, ndiye anaidesa, ndiye anaiumiza. Anachukua makasi, anaweka plura, anachora. Anachukua makasi, anakata. Anaona haijakaa vile angependa, anakata style nyingine. Kisha anachukua, anaanza kuiunganisha. Na nimanyiti dhanagia makeinaga. Hawagesi mairaga, anaiunganisha tu. Yeye anafurahia pesa, lakini nguo kuna kitu inapitia. Ana make sure anaiangalia. Hajamalizana nayo. Ili mwenye ile nguo ifurahie, anapiga pasi, anachukua pasi moto, anawekelea. Na kwanza anaimimiji, uninyunyizie maji. Anamunyunyiza tu hapo ili isichomeke, alafu anachukua pasi. Unasikia hata sauti ile inalia. Nikwambie kitu, kabla ufike mahali ungetamani kufika, kuna process Mungu atakupitisha. Watu wakiangalia wakucheke, lakini baadaye watakuja kuangushiana kwako wakikutaka. Ninasema hivi wapendwa, kuna process Mungu hupitisha mtu ambao si tamu. Wakati mwingine unaona kana kwamba umeachiliwa na kila mtu, unaona kana kwamba bingu imekuachilia, but kumbe Mungu anafanya kazi. Kumbe Ngai ni gũgũthondeka aragũthondeka. Wakati ile nguo iko kwa dame, watu wote wanafurahishwa na hiyo nguo. Hii nguo ni ya pesa ngapi? Ninaweza taka unishone nguo kama hii. But behind the scene,
sio tamu. Leo hii nguo ikikatakatwa matiri upatiwe, hautajua pisi ya hapa na hapa, utaitupa kama matambara. Sometimes Mungu huwa anafanya behind the scene, anakutengeneza, anakufanyia kazi. In the book of Hebrews chapter 12 verse 1 verse 2. Hebrews chapter 12. Waebrania 12 mstari wa 2. Hebrews chapter 12 verse 2. The Bible says in verse 2, looking unto Jesus, the author. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author. Ambia mwenzako the author. Jesus is our author. Ndiye mwanzilishi, ndiye mwandishi wa maisha yetu. Behind the scenes sio tamu. The pain, kujitolea, the time ambayo imetumika, the strength ambayo imetumika, mawazo ambayo yametumika. Wapendwa wa Mungu, ukijaribu kufanya hesabu sio rahisi. Mwandishi wa Hibrania anasema mtazamieni Yesu aliye mwanzilishi and the pia kamilisha imani yetu. Namba 2, aliye mwanzilishi na atakaye kamilisha maisha yako. Mungu anakuelewa zaidi katika maisha. Maisha inaweza kuwa mangumu, lakini kila mahali umefika kwa ngumu, kimbia kwa aliye mwandishi. Huwa naona wakati mwingine watu wameandika vitabu, lazima kuna wakati mwandishi, ikiwa ile kitabu itaguza mioyo ya watu, anaitwa kuelezea kwa nini aliandika kile kitabu, ni nini kilimsukuma kuandika kile kitabu. Na unapata ameandika almost 200 and something pages, ama page 100. Ameweka chapters, the topics ambazo zitaguza mtu. Unaona kabisa unaposoma kile kitabu kinaongelelea maisha yako. Hadi anaalikwa katika university, anaambiwa please eleza mawazo yako kwa hiki kitabu. Ni nini kilikusukuma kuandika? Maana hii kitabu ni maisha yetu. Unaongea ukweli, but kumbe kuna behind the scene kile kilimsukuma. Wimbo imehiti, imeguza mioyo ya watu. Please tueleze mbona uliandika huu wimbo, ni nini ilikusukuma? Kumbe kuna behind the scene. Behind the scene, it is a season of preparation. It is a season of correction. When God is working behind the scene, huo ndio wakati anakufanyia correction. Huo ndio wakati anakuempower, anakutia nguvu katika maisha. Hallelujah. Uliza David in the book of 1 Samuel chapter 17. Maandiko inasema David ametumwa na baba yake, pelekea ndugu zako chakula ukijua vile wanaendelea. Kumbe kuna behind the scene. Kuna ile nyuma ya hema. Unasikia ile tutakutana nyuma ya hema? Kuna hiyo kukutana nyuma ya hema. Wakati mwingine unaona video vile ambavyo imekuwa acted, sometimes unatamani kujua ni vile kulikuwa behind yani nyuma ya hii video, the original video, ni nini kiliendelea. Unashtuka ukipata ya kwamba hata walikuwa wanacheka, yani kabla aliye kwanza alicheka. Mahali video inakuguza hata wewe unalia. Sio kama umewahi movie hata wewe unalia. Ama kana nini itali mono kana nyo mutirera ha anyinyi ni wagumu. Wale wananitazama online tunafanana na wao, tunalianga. Unaona video inakuguza. Kuna video moja ilifanya nilie sana, inaitwa Testimony.
ni kijana. Enda utafute hiyo video, itakuguza sana. Na nilipoitazama mimi nililia, ingine hata pastana alinichekelea. Nililia na nikaomba. Nilipolia niliomba. Inaitwaje? Imeaktiwa ni The Win-Loss, na watu wanaitwa The Win-Loss. Inaitwa Prophet Suddenly One. Yeah. Nililia na nikaomba sana. The following day na ugokorerete na vile ulilia ukiona hii video. Lakini nilipotafuta behind the scene nilicheka. Maana iko hadi na mapaka. Kumbe hata mwenye anashika paka hata yeye mwenyewe anaiogopa. Akiact. Anashika paka, anaogopa, analia. Cha ukweli akishika paka, lakini akiact hali. Behind the scene si tamu, but the original video ni tamu. Hata watu wengine unasikia wakiulizana, sasa nini nilikuwa inakulilisha shwari na vile ulilia kwa hiyo movie? Hata mwenye anajua, hata sijui mahali machozi ilitoka. Inaitwa behind the scene. Katika maisha ya kila mwanadamu kuna behind the scene, ambapo unalia, unasimama mbele ya watu, unashindwa kuongea, unakalira. Ukijaribu kujielezea unashindwa, unalia. Hata watu wanaona sasa nini nakulilisha shwari? Hata unajua sijui, sielewi. David ametumwa. Kumbe Goliath amekuwa akilaani Israeli. Behind the scene Mungu alikuwa anafanyia kazi David. Kuna wakati aliua simba, kuna wakati aliua dubu, hawajui. Inaitwa behind the scene. Umeua simba, hakuna mtu analicognize na vile umeua simba huko. Hata unaambia watu, yani hata nyinyi hata hamrecognize bidii ya watu, hawata recognize na Mungu. Because we as Israel, we have a covenant through circumcision. David akasimama juu ya covenant ya circumcision. Akasema hawa watahivi. So hawa hawana covenant na Mungu, but I have a covenant with my God. Abinadabu walishindwa kuua, wameshindwa kusimama kupigana hii vita. Lakini mimi nitapigana na yeye. Anaambiwa na Sauli, uko na serious? Uko ushua utaua Goliath? Anamwambia yeye. Anavalishwa mavazi, anajaribu kutembea, inashindikana. Anamwambia preparation yangu sio hii. Kuna vile Mungu amenisaidia, kwa sababu behind the scenes Mungu ameniempower kupitia vitu ambazo amenipea. Kuna kitu Mungu amekupea cha kuangusha adui. Ni kuri kindu Ngai akuhete gitari na mundu ungi ya gutoria shaitani. Na kama unataka kushinda, lazima utambue kile Mungu amekupea. Number 1, utaitambua kwa njia gani? Kwa kujua ile kazi Mungu anafanya behind the scene. Mtu ambaye anatumia power saw hawezi mpata akisharpen panga. Mtu anatumia power saw huwa anaketi chini kuchonga power saw, kusharpen, kuiweka laini. Kile Mungu amekuitia, amekutengeneza, na behind the scene anakichonga, anakiweka makali. Ni kuchungu, sikatai, lakini behind the scene Mungu anakuweka makali. Sometimes Mungu anaweza kudisconnect na marafiki ili akusharpen. Haleluya. Mungu anaweza kuondoa mahali ili wasijue vile anakuandaa, watu wasijue vile Mungu anakufanyia kazi. Gayaroto taidia. Nasema Mungu na atusaidie. Nasema kwa jina la Yesu, Mungu na atusaidie. Ambia mwenzako, God is working behind the scene. Mwambie vizuri, mwambie God is working behind the scene. Mwambie hata kama unaona vile kuko na stress, God is working. In the book of 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17.
This is what the Bible says. Chapter 17, verse 32. And David said to Saul, let no man heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. End of verse 45. And tuanzie verse 44. Ama 40, verse 42. And when the Philistine looked about and saw David, that is 1 Samuel chapter 17, verse 42. When the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. Verse 43. And the Philistine said unto David, am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cast David by his gods. Verse 44. And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh unto fowls of the air, and to the beast of the field. Then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, wewe unakuja kwangu kwa upanga, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in what? In the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite you and take your head from you, and I will give thy carcass of the host of the carcass of the host of the Philistine this day unto the force of the air, and to the wild beast of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Mungu ametengeneza David, amemuunda kiasi ya kwamba hakuna mtu. Wamejaribu kupigana na Goliath, wameshindikana, lakini David amekasirika na akasema huyu mzee nitamwangusha. Huyu mzee akakasirika, mbona unakuja kwangu kama mimi ni mbwa na kijiti? Akamwambia hapana, wewe unakuja kwa mkuki, kwa upanga na kwa ngao, lakini mimi ninakuja kwa jina la Mungu. Hebu sikiza, ni kumaanisha nini? Wakati Goliath amejificha kwa shield, David amejificha kwa Mungu. Wakati Goliath anatupa mkuki, David anatupa Mungu. Tunaelewana? So katika maisha yako, hata kama kuna watu wanajua vita, maandiko inasema Mungu hufundisha mikono yangu kupigana vita. Yani ndio karate, lakini nimepatana mahali nasi Mungu anaweza kufundisha karate. Hata ukikutana na adui akuuliza kwani ulisome, unaambia ngai wava omidia. Yani unafanya mikono, hadi mtu unainua kamguu ngai yoraguteithia. Natangaza kwa jina la Yesu, Mungu na akutufundisha vita katika jina la Yesu. Kayarogo dhomithia bara katika jina la Yesu. David hajui vita, hajawahi pigana na mtu, hajawahi pigana na mtu yeyote. Kile ameua ni simba na dubu. Sasa Mungu amemsaidia, akakuja kwa jina la Mungu, akamwambia wewe unakuja kwa, but I come in the name of the Lord. Ambaye unadharau wewe, ndiye huyo, mimi huyo ndiye nitakuua na yeye, huyo ndiye nitakuangusha naye. Makaya rogo thomithia bara ndauga atiriri kanitha wa Mwathani, makaya rogo muthomithia bara. Ngai akuruta kuoya kuguru ukaringa thu wega kaco. Mungu akufundisha kufanya kosa ya kosa. Unajua vita ya Mungu ni mzuri, unapigananga ukinena na dimi, unagonga. Unajua wakati watu wanafundisha unasikia lakini unasikia kazoketa. Mungu anasema nini? Kumbe ni vita, ni bara. Maandiko inasema in the book of 1 Chronicles chapter 20 ya kwamba wana wa Israeli wakainukiwa, Jehoshaphat akata
akatafuta Mungu. Alipomlilia Mungu, Mungu akamwambia please, tafuta watu watakao sifu, wakae mbele yako, wasifu kwa nyimbo, kisha nyinyi mkae nyuma. Sikiza mpendwa, maandiko inasema waliposifu maadui wakainukiana. Ugo niguo Ngai athomithagia mundu bara. In the book of Exodus chapter 14 verse 13 and 14, maandiko inasema wakati wana wa Israeli waliona Misri, Mungu wakalilia Mungu, Mungu akawaambia nyinyi mnyamaze kimya, mtaona vile Mungu atawapigania. Mungu hukufundisha vita. Kuna mahali Mungu amekukubalia kuongea, mahali mwingine Mungu anakunyamazisha. Unaenda kutana anashika hapa, Mungu anaingiza mkono. Ndika noro wageria kwalia mundu akahiga. Anaongea ukitaka, anakufungulia. Unakali ugithiko akahiga. Ngai arogothomithia bara ya kwamba wakati vita inainuka, ya kunyamaza anafunga, ya kurusha mkono wewe unarusha, ya kutoroka unatoroka, ya kupigana unapigana. God is working behind the scene. God is the author and the finisher of our faith. Mungu ni mwanzilishi na atakaye kamilisha imani yetu, na bado Mungu ndiye mwanzilishi na atakaye kamilisha maisha yako. Maandiko inasema ya kwamba the book of Isaiah kwamba Mungu anajua mwisho akiwa amekamata mwanzo. Ngai niwe mwisho wa ndo ekiambiriria-ini. So Mungu anajua, si tumeanza wiki, Mungu anajua vile utamalizia by Saturday. Ngai niwe. Sasa wewe unajisumbua, Mungu ni mimi nataka. Mungu sikatai, lakini Mungu anajua vile utamalizia. Tusimame tuombe kwa jina la Yesu. Simama tuombe. Nataka uambie Mungu akusaidie. Mungu nisaidie. When you are working behind the scene, Mungu nisaidie kunyamaza. Mungu nifundisha vita. When you are working behind the scene. Omba kwa jina la Yesu. Omba. In the name of Jesus. Ambia Mungu nimeelewa ya kwamba unafanya kazi. Hauja ninyamazia mfalme. You are working behind the scene. You are working behind the scene. God is working behind the scene. In the name of Jesus. Ambia Bwana ninakushukuru because you are working behind the scene. Behind the scene. God, you are working. You are working, Lord, behind the scene. Kwa maisha yangu, Mungu wangu wafanya kazi. Ngai ni uraruta wira. Mimi tu ndio sielewi. But kumbe Mungu, you are working. God, you are working behind the scene. Kumbe maisha inaweza onekana kwa mazito kwangu, but Lord, you are working behind the scene. You are working behind the scene. Father, we love you. Father, we thank you. Father, we glorify your name kwa jina la Yesu, because you are working behind the scene. In the name of Jesus. Tunakuinua Bwana, tunakutukuza katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa neema yako. Ni asante Bwana kwa nguvu zako katika maisha yetu mfalme. Wakati mwingine tunajipata mahali ambapo tunapokutafuta hatukuoni, lakini Bwana kumbe haujanyamaza, unafanya kazi. Kumbe Mungu haujatunyamazia, you are working. Uinuliwe mfalme, tukushukuru na kukutukuza. Ni asante Baba kwa neema yako. Ni asante Bwana kwa fadhili zako. Naombea wapendo hawa baraka, Bwana waneemeshe. Kibali chako kiwe pamoja nao. Wiki hii iwe ya baraka. Wiki hii iwe ya furaha. Wiki hii Bwana, neema yako ikajae, ukawatetee na ukawahifadhi. Kibali chako Bwana kiwe pamoja na wao wanapoingia kazini. Bwana, ninatangaza mfalme, ukabariki kazi ya mikono yao Bwana, ukawabariki Bwana. Ngai uromtoro marathimete no kame kama udumega tondwe Ngai munene. In the name of the Father, the Son
and the Holy Spirit. Tumeomba na tumeamini. Inua tu mikono yako, uambie Bwana vile ambavyo ungetamani wiki hii. Nena tu na Bwana. Ambia Bwana, this is my desire this week. Ninapoanzia leo, this is my prayer to you. Wiki hii Bwana, tuomba ikatufungukie. Iraga yulio geda. Ambia Mungu vile ambavyo ungetamani. Ambia Bwana tu vile ungetamani, kwa jina la Yesu. Vile ungetamani mbingu ikakutetee. Ambia Bwana kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Father, we love you. Baba, tunakuinua. Mbingu inasikia vile ambavyo ungetamani Mungu akutendee. Mungu ana nguvu na uwezo wa kutenda. Usikubali kunyamaza. In the name of Jesus. Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. We love you. We love you. We love you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit of God. We love you, Elohim. We love you, Adonai. Shakataya Bosidi Baganda. In the name of Jesus Christ, we love you. We pray and we believe. Gaido bolera dua kukirathimo tukamatiganirie. Patana na mahitaji ya mioyo yao, ukawatendee vile ambavyo anatamani. Ukawatendee Bwana vile ambavyo wangetamani. The Bible says in the book of Mark that whatsoever things you desire, when you pray, believe that you have received and you will receive of them. Bwana, kuna mambo tunatamani, tumeomba Mfalme, na tumeinua imani ya kwamba tumepokea. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Salimia mtu, mwambie amebarikiwa. Nenia mtu baraka, mwambie umebarikiwa. Mwambie hii wiki iwe bora kwako. Mwambie aongererwe ni maudo in Jesus name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Blessed week. Wiki imejawa na baraka, wiki imejawa na furaha. Philippians chapter 3 verse 7 and 10. But all things were gained to me, those I counted loss for Christ, that I may know him and the power of his resurrection. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Na neno litaendelea. God bless you in Jesus name. Amen.